ya msifu, msifu, watu wafurahi, na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Mobake monene ense emo igwe, bake monene abantu bagoke, inchuo asetata yesabarete, momotogie oko riramanene. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Amen. Amina. Give me a choice. One more song, Michael Angelia Vana. Number 18 kwa nyimbo za Kristo. Mwokozi kama mchunga, utuongoze leo. 3 go. Mwokozi kama mchunga, utuongoze leo. Ututume malisho ifanya tayari boma. Bwana Yesu peke yako, umetuvuta kwako. Bwana Yesu peke yako, umetuvuta kwako. Tu wako uwe rafiki, uwe mlinzi wetu. Kundi lako ulilinde, tusivutwe na dhambi. Bwana Yesu tusikie, tukiomba samehe. Bwana Yesu tusikie, tukiomba samehe. Umetuahidi kwamba, umetuahidi utakubali watu, utakubali, utawahurumia na utawapa neema. Utawahurumia na utawapane. Bwana Yesu tunapenda. Bwana Yesu, kuwa wako mapema, kuwa wako mapema. Bwana Yesu tunapenda, tunapenda kuwa wako mapema. Please, let's do one more time. Waseke kusi na rabanto na kiba manyete. Omo nganchirende izekeke. Number 18 no yana boygo. Omo toria tora entwe, o torende kegima, to endagera engia, to beri choria o. Yeso muya, ayegwa togorire. Yeso muya, ayegwa togorire. Intuena ba omosani, intuena ba omosani. Tutangane enchera, tutangane enchera. Torende lichoriao, rende lichoria. Toriye titosira,
tori yeti tosira yeso muyato igwogo sawa muya yeso muya toiwe ogo saba yeso muya toiwe ogo saba Kwarire ehira twa anche na toba abasaria no nyare gotwa berantwe tosi biena manyinga yeso muya na toko iranire so muya yeso muya na toko iranire na toko iranere yeso muya na toko iranere. Amen. Aba namba buga toko tera watoto karibuni kwa wimbo.
and many sons of Father Abraham. I am one of them. And so I used to let us praise the Lord. Right and left and right, cheek down, cheek up, turn around, cheek down. Matera tibija. To appreciate you, amen. Thank you so much. Aya, nimeita abantu nabange mubwateya matera mutete ku present. Unabona Mwisiko na Teresa tubwati yo katera. Mubwati. Yinchu bona ne familia aga so katera okomo. Na chake ire bona mona I think kero nkere kras. Aya abuli ache ne familia aya so katera. Okukora Teresa nero kumubwati gose. Kuruga abundi manyete nere na yuko mubwati ndato kagirite mwe manyete talinche ngonya kuba inyoli. Kuchinse mometi biyara kini ngo batebine. Karibu asokotera. Yana kinda beti manya bana bana. Nimba mayete mo spini mayete. Kase asing nchida robugat otakete kotera. Lakini aranga tiango chakire uno mumuroma nene. Ndio. Aya. Na ye familia agere. Oh yo, yo Mosocho. Bagokora iga bali bali family ile next tiri yego chi bali bago chiko kolera emogo chakorume agabo. Bia mon. Those were number 14. Amina. Number 14. Ero manyete base na wako na wadara kuruabu. Yasa enintare na ye una eno kwatarete pate okoboko kwane inkwane na ye boronge nintaro renjera abuya yeso ndare amona ye nango sawa Ochari asale abeke gente ke buke kurwa abubuya egere tutere boronge oh okay anda janteres nere tat enintare naye una eno kwatarete kwate okoboko
Rige sabo no ngangerire mere moya wagesi ere Rige saria ona kirirabe monene kago sangereria banto Rige sabo no ngangerire mere moya bagesi ere Rige saria ona kirirabe monene kagosa gereria bantu. Amen. Amen. Bali papo tama oko imukingo igoro iga. Amen. Tonaleta bieyo. Mwalimu nando moteli omoke ase akapfo ale korora lili online bona oranga no agocha ko sase mana into ga iga. Amen. Igo abantu nabange bafole tegenteke kanimanyete aba abavajuo brethren biyamona sigincho mongenderete ko to follow bali batanyara go ikachikanisa chiabo barase kanisa ya ito ya Ochari family reunion fellowship to bugatega. Thank you so much. Karibu sana madam. Mkaribishwa sana. Bwana bande biringa nche sokoro nche sena sokoro yabo tigamba teresi. Nakuja upesi tuchezera baba. Bakokora momete bali moko bwatie familie. Stingo nyora bana na ndenja yako batebinga nga inu moko bwati abani inu moko bwati abanga gerete mwe manyete mochiche. Arakuja upesi Yesu. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri balienda kwao. Alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje e Bwana. Yuaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, na mabilioni pale wataondoka tena, wasione machozi kamwe. Yuaja Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu
wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Kocha kugodiso ni ndebona etoba mwana mega muri ko appreciate kera abantu bako bakanyasai uyu moyi kumurusierera na bakwani mbia muri itogotera kwa niaba ya family ya Obai arafu tumanya gotera ise family gosena tukubwati. Okay, number 174 Kiswahili tange kimbugeri mwabwati. Sijui atakapokuja sijui atakapokuja mchana au usiku, saa ya alasiri, pengine ni alfajiri, utwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja yeye, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twamgoja yeye. Nakumbuka huruma zake, bei ya wokovu wetu. Aliacha nyumba tukufu, awafilie wabaya. Ninadhani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukimgoja yeye, kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, twakesha twamgoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe, ukija kwa watu wengine kama mhukumu wao, kwangu utakuwa rafiki, na kesha na kungojea, kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, twakesha twamgoja yeye,
kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, kukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye, tukuganye taye torenete, tukuganye taye torenete, tukuganye taye torenete, nigo tukuganye taye. Tues, tuteresi. Ntoko ganyete, ntoko ganyete, ntoko ganyete, nigo toko ganyeta ye. Kwa familia ya Job wataimba namba 105 kwa Kiswahili. Mchungaji mpenzi, ukuita katika zizi lake, anapo salama, akina wana wake waume vijana. Uita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi hukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga. Tunatihatarishe kwake tu salama, sikia wito wake mchungaji wetu, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu, Bwana Yesu mchunga. Tusikawie tena adui shetani, kama mbwa wa mwitu atatuharibu. Tunaitwa na Yesu
mchungaji wetu, tuingie zizini panapo nafasi, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu Bwana Yesu mchunga, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu Bwana Yesu mchunga.
okora tugochigotwara our guest omogeni mwalimu Omoke no moteri are ne family yae bono bagocha ne family yae barabura matera abere. Amen. Madam, umeelewa? Walimu wamekufunza Kikisii. Unaimba nyimbo ngapi tumesema? 2. Ndio mnakuja after we. Thank you so much. Karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa nikuone karibu. Karibu na kwetu mbingu, karibu na kwetu sasa nikuone karibu. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, raha kwenye Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Inuka uangaze, nuru imekujia. Wamelala usingizi walinzi wa Sayuni, giza nene limesogea jamani, muda waisha. Inuka mlinzi, utangaze habari njema. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze, japo kwa gharama kubwa sitaogopa. Kwangu nina tumaini, moyoni nina raha, kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Utukufu wa Bwana umetuzukia, hata kama giza litaifunika dunia. Bwana ameshatupa ushindi, sisi tusiogope. Tuondoke tuangaze, utukufu wake ujuu yetu. Sasa we utukufu wa Bwana umekuzukia,
amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Bwana amenipa ushindi, yapasa nimtangaze. Japo kwa gharama kubwa sitaogopa, kwangu nina tumaini, moyoni nina raha. Kwenye mawimbi makali kwangu nitainuka. Sawa. We shall. Okay. Thank you. Thank you. Mambi will be presenting in Osego Church in Minnesota. Igor will be there. 5:30 will be there. Lakini virtually ready. Ababa mtafanya mbili eh? Praise God. Togo chigotera ntekiaba igorobono. Togo chigotera song number 426. Kwa hino ya Kiingereza. I shall see the King where the angels sing. I shall see the King someday in the better land on the golden strand, and with him shall ever stay in his glory. I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday in the land of song, in the glory throng, where there never comes an
my Lord was slain, I shall ever reign in the glory land of light. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King, all my tributes bring. I shall look upon his face. Then my song shall be how he ransomed me and has kept me by his grace. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. In his glory I shall see the King, and forever endless praises sing. 'Twas on Calvary Jesus died for me. I shall see the King someday. Pattern 8963. Pattern 8963. Obuya wanyasa no one sumono. Obuya wanyasa no one sumono. Obuya wanyasa no one sumono. Obuya, 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 obuya wanyasa. The grace of God, it is so sweet, it is so sweet. The grace of God, it is so sweet, it is so sweet. The grace of God, it is so sweet. The grace, the grace, the grace, the grace of the Lord. Ngai ne mwega na 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 wenga wangai mwega mno wenga wangai mwega mno Kristo wa neema yote imbishamo.
wachandikire muno kera gituko no kwiumia wororo ayekwaigwa waichanda ayeweka virengerere vinge emichando yenzeye Kristo nere oyemanyite wachandikire muno kera gituko no kwiumia ororo aikwaigwa wechanda ayeweka virengerere vinge emechando yeseye Kristo nere oyemanyete Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria Seso erengo korigere moe enkoro yao ma ene nagotolie no mue amatemo asirita reso seso nove omabue are koro seso erengo korigere moe enkoro yao ma ene nagotolie no mue amatemo asirita reso seso nove omabue Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria Yesu motungi wense na igoro erena manyete ekoro yao na kobogorere emechando yao mwegeni Yesu Kristo no motoria
isa ikuhe no isa ikuhe Jesu aikoroke na matu Maido modene makona Age koroka na matu Maido modene makona Age koroka na matu No isa ikuhe no isa ikuhe Jesu aikoroke na matu Maido modene makona Age koroka na matu Maido modene makona Age koroka na matu Neto kombo kaigoro Kombo kaigoro Kombo kaigoro Kombo kaigoro Neto kombo kaigoro Kombo kaigoro Tombo ke Tode matwine Neto kombo kaigoro Kombo kaigoro Kombo kaigoro Kombo kaigoro Neto kombo kaigoro Kombo kaigoro Tombo ke Tode matwine Mere ito nekagaroro toe omereta kuaga Maidori makehake are hadingu Neto kagirio ginyatene Maidori makehake are hadingu Neto kagirio ginyatene Mere ito nekagaroro toe omereta kuaga
ukahubiri, waambie anakuja, sio kesho, anakuja leo. Nenda ukahubiri, waambie anakuja, sio kesho, anakuja leo. Imba, 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 tuokoe. Dunia wahitaji kujua ya kuwa anarudi, na hata wale walolemewa na shida za dunia. Imba, tuwape tumaini. Imba, 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 tuokoe. Dunia wahitaji kujua ya kuwa anarudi, na hata wale walolemewa na shida za dunia. Imba, tuwape tumaini. The world must know that he lives, and he is coming back to take his people home. So we must sing to save the world. Let's sing to save us all. The world must know that he
apata kitu cha mwanaye achipe kibali. Kwake Mungu Baba anachokiunganisha kuna wakutenganisha. Wawili afadhali kuliko mmoja. Mmoja akianguka mwenzake umuinua juu. Yeye pekee anaweza kunyosha yote mwenyewe. Wawili wakilala pamoja watapashana joto. Apataye mke apata kitu cha mwanaye achipe kibali. Kwake Mungu Baba anachokiunganisha kuna wakutenganisha. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Weusi wako unapendeza kama hema ya Sulemani. Nguzo ya nyumba yetu ni mierezi, mapao yetu ni miboreshi. Mpenzi wangu ni wangu na mimi ni wake, yeye hujulisha katikati ya yungi yungi. Mashavu yako yanapendeza viburi, shingo ya vito. Mimi ni kifuko cha mbale kati ya kifua changu. Nimekuchagua wewe katikati ya mti msituni. Tunda lako ni tamu dadi, njoo kumbatie. Weusi wako unapendeza kama hema ya Sulemani. Nguzo ya nyumba yetu ni mierezi, mapao yetu ni miboreshi. Mpenzi wangu ni wangu na mimi ni wake, yeye hujulisha katikati ya yungi yungi. Mashavu yako yanapendeza viburi, shingo ya vito. Mimi ni kifuko cha mbale kati ya kifua changu. Nimekuchagua wewe katikati ya mti msituni. Tunda lako ni tamu dadi, njoo kumbatie. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Mpende mume wako na tena kumuenzi. Mpeane heshima na upendo zaidi. Mualike Bwana Yesu awe nguzo kwa nyumba yenu. Mipango yenu mkifanya muikabidhi kwa mkono wake, ili Mungu awapiganie katika kuishi kwenu. Ondoka uangaze kwa kuwa nuru imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia, na litazifunika kabila za watu. Bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana.
nuru imekuja na utukufu umekuzukia. Tazama giza litaifunika dunia na litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Inua macho yako utazame pande zote, ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Malango yako nayo yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku. Bwana atakuonekania maishani na mambo yako yatakuwa mapya. Inua macho yako utazame pande zote, ndipo utakapoona na kutiwa nuru. Malango yako nayo yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku. Bwana atakuonekania maishani na mambo yako yatakuwa mapya. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Kwa hivyo tusimame sisi, neno lake Mwokozi Bwana wetu. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Yeye ni njia, kweli na uzima, tumtegemee siku zote. Tuagendereire. Hello, happy Sabbath. Nganjire tusabe style tuwa kwanire sana anda ko muigo tutamire. Let's pray again. Mwana Nyasaye mbia mono. Singing choyeli tukeli ya goli chenu kwa be gitense moka tuchika togo sa sime init. Bia mwana singing chiyo sa sima kogendere tega iga. Ande kerto kurisium after kuebanga. Yandra ko bama na intwe. Sabate yebe of a blessing. Kocha sekiro ya omwito. Take charge till the end for the glory of your name. Tu asabre gutra asere Yesu Kristo ya rombolito. Amen. Nganchere ekwaya ya mechicheiga. Familia liale kubugati eli ya Ruth. Ase itemwe yamo kero morandi aganda tegwe prepare. Familia liale kubugati ya Ruth. Iko tinta betibuya. Kiara nero ya tera last. Iko na asali. Bali bataraigwa buyake gusi na bwabo. Okay. Welcome. Iga no mo goterena. No ga iga se avocado.
ini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu yake ndiyo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba. Nikiitwa hukumuni, honini na amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Amen. Bwana bamenyere kuba bange. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani, mbali kwake akatoa damu yake, nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha, emponya. Nitwalie moyo wangu, uwe wako kamili. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha, emponya.
Amina. Praise God. Okay, I think we can have the next family nero bwango bwango. Bona already bago prepare. Karomba randi yako nyagocha. Yanipasa kuwa nawe Mwokozi, Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, anaweza kufariji na maneno matamu, moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na mashaka yoyote, moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho yake yaongoza hatua zangu zote, moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda.
uogopi wala nitakwenda apendapo kwa kuwa bisa nyamaza your be silent and listen, oh treasure rich one, tread softly, the master is near. Tread softly, tread softly, sifu kwa neema enyi viumbe popote juu pia sifuni Baba, Mwana naye Roho. Amin. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, asante kwa vile umekuwa mwema kwetu tangu tulipomaliza mwaka jana, na mwaka huu umetukusanya kutoka sehemu zote za taifa hili na hata kutoka nje ili tuje na kushiriki pamoja na wenzetu. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kila jambo katika ibada yetu ya siku ya leo, ili Kristo utuandae sote kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Gamba kwani ngabwa kire buya ngo inyabare goteba ngabwa irire lakini aso mu adventista gobo ko ira riri elio bariko igobwa kire buya anya ko kwani bia ono kaba togo soma malika machanu kulwa se gitabu kia Timotheo ya kabere ibere kifungo kia ya 20. Timotheo ya kabere ibere kifungo bia ya 20. 2 Timothy chapter 2 verses 20 egoteba ase nyomba enene tibirie bintu biechi dhahabu ni ebiechi fedha bioka kolende mbireo ebinto biemete na ebiamaroba boigo ebinde ne ebyogosika na ebinde tibiri ebyogosika mangana ayo nagareigwe n'omukwani kero chinga kichigo ika. Kiswahili. Furaha gani na ushiriki nikimtegemea Yesu tu, baraka gani tena amani nikitegemea Yesu tu, tegemea salama bila hatari, tegemea
nitaiweka njia nyembamba nikitegemea Yesu tu. Njia tazidi kuwa rahisi nikitegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Ina sababu ya kuogopa nikimtegemea Yesu tu. Atakuwa karibu daima nikimtegemea Yesu tu. Tegemea salama bila hatari. Tegemea Mwokozi Yesu. Our Father who is in heaven, we come to you this afternoon. Thank you, Father, for you have been with us from the morning until this time that we are going to glorify you through your word. We have put the one who is going to minister upon us this time onto your hands, so that you can give him whatever that is going to share with us this day, so that it can give us the glory that we desire in heaven. As we are going also to give your tithes and offerings, we come to you this time. Bless it and bless us all, for we pray and believe in Jesus' name. Now, kwa sababu tumesema tumeombea sadaka pia, mnaona muda haupo kati yetu. Kwa hivyo tunaomba ama tupite hapo ama nataka mnisaidie hapo kidogo. Sasa iletwe hapa, na naomba ila ambaye anatusaidia kuimba aweke wimbo tafadhali. Chemazi tuko hapa. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa kwanza vyote vyako, moyo wako wadai, moyo wa shukrani. Upendo wako wadai, moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Mbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Sina budi kuzisifu hisani
yaliyo yetu yote ni vipaji. Amen. Kwa sababu ya naomba wakati mzuri ambao tumefika sasa, nataka kuwajulisha wale ambao wako mbele zetu ambao wanaenda kuhudumu kati yetu. Najianzia, mimi ni Tom Ochari. Wale ambao labda hawanijui mmoja tu, labda mmoja, ile ambaye ni mgeni, mimi ni Tom Ochari, the last born in that family, in this family, the last born. Nilisimamia sadaka, na sasa nataka nimpishe mwenzangu dada yetu Ruth, naye anajua jina lake, naye pia ajitambulishe vizuri. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Naitwa Ruth Mora, na mimi ni kitinda mimba pia kwa hii familia, kwa wasichana. Ninawakaribisha nyote, karibu. Sasa yule ambaye ako kati yetu ndiye Mungu aliona ni vema amweke kando siku ya leo ili aongee kati yetu, alete ujumbe kutoka kwa Mungu. Na jina lake ni Daudi Monda. Daudi Monda ni mshirika wa Mosocho Central SDA, na tena ni mmoja wa elders wa hili kanisa la Mosocho Central SDA. Na kukaribisha kati yangu na wenzetu. Nani ambaye namkaribisha ili aongee? Karibu sana. Asante sana, asante sana. Unajua ile kitu imenifurahisha hapa mbele. Tom ni last born, ni last born kwa wasichana, na hata mimi ni last born. Hao watu wote walikuwa hapa ni last born. Na kwa Biblia last borns wametajwa sana. Nilikuwa na waangalia. Gideon alikuwa last born. Kisoma Judges chapter 6. David alikuwa last born. Joseph alikuwa last born. Angalia watu wote. Sasa sijui ni nini iko na last born, lakini hiyo ni story ya siku nyingine. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, nena sasa na watoto wako ili mimi nisionekane, wewe uonekane na kuinuliwa, na neno hili lituandae kwa ajili ya kurudi kwako mara ya pili. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa sababu muda wetu umeenda, ambia jirani yako hatutakaa sana kwa mahubiri. Kwa hivyo I promise to be very short so that at least you get something in this divine hour. Mada yetu ya siku ya leo nimeipatia kichwa nyumba kubwa. Nyumba kubwa. Enyombe nene. Tusome key text. Tusome key text tena. Ninaona wale wa ishara wanaendelea kufanya hiyo ishara. Na hii ni nyumba kubwa bila shaka, kwa sababu hata iko na watu wa ishara, wa lugha ya ishara. Amen. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. There are so many things I've learned from this huge family. And na mimi pia naomba Mungu atusaidie. Familia yetu ni kubwa lakini hatuna hii. Kwa hivyo tusome hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 20. Katika nyumba kubwa
tu vitu vya dhahabu na fedha pekee, bali kuna pia vitu vya miti na vitu vya udongo vivyo hivyo. Vingine ni vya heshima na vingine havina heshima. Asante. Tutaendelea tu kuendelea chini. Unajua ni Paul ama Paulo anamwandikia nani? Timotheo. Paulo, kwa kuwafahamisha tu, Paulo alikuwa ni mtu ambaye amesoma sana. Ni mtu ambaye alikuwa amesoma sana na alikuwa na elimu ya hali ya juu kutoka kwa profesa wa nyakati hizo, alikuwa anaitwa Gamaliel. Gamaliel ndiye alifundisha huyu Paulo. Na Paulo sasa anamwandikia Timotheo, kijana mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Anamwandikia Timotheo, kijana mdogo. Anamwambia kwa nyumba kubwa havimo tu vyombo vya dhahabu na fedha, kuna pia vya udongo na vya mbao. Sasa kitu nataka uanze kushika saa hii, point number 1 kwa hiyo verse. Hiyo verse ndio nitakaa tu hapo, siendi mahali pengine. Anasema kwa nyumba kubwa. Unajua, I've known this family. Many of you, I know you. Maybe just a few, wale ambao tujatangamana nao, na wale wanakaa mbali sana ndio sijawajua vizuri. Lakini kuna wengine nimewajua kulingana na ile kazi yao wanafanya, na pia kulingana kama ni waimbaji, kama ni wazee wa kanisa, kama yule mzee, na wengine tumejuana. Kwa hivyo hii ni nyumba kubwa bila shaka, sababu madada peke yake hapa sijui wako wangapi, hata au sijui wako wangapi, kwa sababu naona wote wanafanana. Naweza kuwatofautisha tu kwa majina, lakini ni nyumba kubwa. Na ukiingia kwa familia zao, hata vile wamekuwa wakiimba, wengine nilikuwa tambui na tule kwa familia zao. Kwa hivyo kila ambacho nataka kusema, kwa nyumba kubwa, in a big house, kuna uzuri wa kuwa na nyumba kubwa. Kwa mfano hapa kuna watu ni walimu, si ndio? Tena kuna wafanyabiashara hapa, kuna madaktari hapa, kuna watu wa sheria hapa, kuna watu wa engineering, na kuna watu wengi hapa na tajriba tofauti tofauti. Kuna hata wale wanajua notes. Niliona hapa, ninajua wengine hapa. Na kuna wengine wanajua lugha ya nini? Unaona, hii ni nyumba kubwa. It's a big house. Hallelujah. Na hii nyumba kubwa wanapokuja pamoja, niko katika point ya kwanza. Yaani hiyo ni jambo moja unatakana kuchukua nyumbani. Wanapokuja pamoja, when people come together, wanakuwa na maarifa mengi. Bwana Yesu asifiwe. Wale wadogo wako hapa kama hawa, nimeona wale watoto kama hawa, they keep on learning from wale wako experienced hapa, na wale wameretire, na wale wanaendelea na kazi, wale wanaendelea kujifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kwa kuja pamoja kuna manufaa mengi sana. Ndani ya Biblia, ukienda katika kitabu cha Mathayo, anasema mahali wawili au watatu, Mathayo 18:20, mahali wawili au watatu wapo katika jina langu, na mimi niko na nini? Niko hapo hapo. Kwa hivyo watu wanapokuja pamoja katika jina la Yesu, na Yesu yuko wapi? Sio hiyo tu. Suleimani akaandika pia katika kitabu cha Mhubiri 4, uende aya ya 12, teremka, uanzie 9 kuteremka. Anasema ole wake ambaye yuko peke yake. Lakini
Wamebarikiwa wale wako wangapi? Kwa hivyo watu wanapokuja pamoja, manufaa inakuja. Sio hapo tu. Kuna aya ambayo inatumika vibaya ndani ya Biblia, lakini napenda tuisome tuone uzuri ambayo iko hapo. Mwanzo 11:7. Umuhimu wa nyumba kubwa. A big house. Na unajua a big house, nimefurahi kuna watu wa miaka tofauti tofauti hapa. Hata kuna watoto wadogo, kuna vijana, kuna akina mama wa umri wa ambao hawajaenda sana, na kuna wale wazee hapa wako. Mwanzo 11:7 inasema namna gani? Watu wanapokuja pamoja. Mmoja asome. Anzia. Hebu maliza hiyo. Imeisha hiyo 7. Anzia 6. Wana lugha moja na tena wanaongea lugha moja wote. Achia hapo. Hao ni wale watu ambao walitaka kujenga mnara wa nini? Wa Babeli. Unasikia vile Mungu anasema mwenyewe? Anasema watu ambao wana lugha moja, tena wana umoja. Kile ambacho wanataka kukifanya hawawezi kufanya nini? Kwa hivyo sasa nataka nikuulize, ndio tunajua mnara wa Babeli ulikuwa na mambo mabaya sana. Lakini leo hii tukija pamoja, kama vile mmekuja hivi, hii nyumba kubwa hii, mkija pamoja na mseme kwamba tunataka kufanya jambo fulani nzuri, Biblia imesema namna gani hapa? Haleluya. Unajua mimi nashindwa kama watu wanasikiliza hii maneno. Tukija pamoja tuseme sasa tunataka kufanya jambo fulani, tunataka kuanzisha kitu fulani kizuri, hakuna kitu itafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninaongea hivyo kwa sababu ninajua, wacha nikupe mfano kwa familia yetu. Familia yetu wako watu ambao hawataki kitu kama hii ifanyike. Umoja. Halo? Wanda iraneke gusi yake. Banta bange mbata getivomo. When you tell them, ukiwaambia kwamba tuende tufanye kitu fulani pamoja, wanasema hiyo enda mfanye peke yenu. Kwa hivyo umoja hawafanyi nini? Na tena hata nyinyi mnajua, hata kutoka huko nyumbani wako ambao wameanzisha kitu cha kusaidiana kama familia hii kubwa, kwa sababu kuna watoto ambao wanatakana kupata elimu ya nini, vyuo vikuu. Kuna vijana ambao wanatakikana kusaidiwa hapa, ambao wamemaliza, wamefuzu masomo yao, lakini hawana mtu wa kuwashika mkono. Kuna watu hapa ambao wanafanya biashara. Kuna watu hapa ambao wana kila aina ya kazi ambazo wanazifanya. Lakini tukija pasipokuwa na umoja, hawawezi kusaidiwa. Kwa hivyo leo ninataka niwashukuru. Kuna umuhimu wa kufanya nini? Kuja pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna umuhimu wa kuja pamoja. Kwa hivyo Mungu awabariki kwa hili. Jambo la pili, katika hilo fungu amesema nyumba kubwa, nimemalizana na hiyo. Jambo la pili, hapa Paulo amemwambia Timotheo, katika nyumba kubwa havimo tu vyombo vya dhahabu na fedha. Unajua dhahabu ni haipatikani kwa rahisi. Halo? Haipatikani kwa rahisi. Tena ni ghali sana dhahabu. Ukipewa dhahabu kidogo tu hivi,
wewe unakuwa namna gani? Unakuwa tajiri mara moja. Anaongea kuhusu dhahabu na fedha. Hata fedha hii ambayo tunaita silver kwa Kiingereza, sio kwamba haina thamani, iko na thamani kubwa sana silver. Lakini sasa hatuongelei hayo madini, tunaongelea watu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaongea akitumia mifano. Kwa hivyo anaposema dhahabu, anaposema fedha, anaposema miti, anaposema udongo, anaongea watu, anaongea kuhusu watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika nyumba kubwa, kando na kwamba tuko na umoja, kuna wale ambao ni wa muhimu sana. Nyinyi muweke mawazo yenu hapa mbele. Karibuni wale ambao wameingia. Sikiliza vizuri. Kama sasa huyu mzee leo ndio nimemuona vizuri na tutaendelea kukutana tu. Huyu mzee nafikiri nero mogotuga isebonse pia. Nero. I'm right. Yeye ndio mzee kwa hao watu wote wako hapa. Na yeye ukilinganisha ile experience anayo, ile uzoefu ambao ako nao katika maisha yake, yanazidi kila mmoja wetu hapa. Kweli si kweli? Na sasa huyo ninaweza sema ni dhahabu kwa hii familia, kwa sababu yeye hakuna kitu huwezi kumuuliza akawa hajui. Anajua kila kitu. Anaweza kukwambia hapa ukienda hivi utafaulu. Hapa ukifanya hivi hautafaulu. Kwa hivyo wale wazima wako hapa, ninaona wale wazee wako miongoni mwetu kwa hii familia kubwa. Hao ndio nini? Ndio dhahabu ambao wako hapa na fedha. Tena sio hao tu, kuna watu wa tajriba tofauti tofauti hapa, hata kuna madaktari nilisikia hapa. Kuna walimu hapa. Kama huyu mwalimu najua anafundisha fizikia. Na kuna wengine kama huyo anapenda sign language na naona wanaelezana tu, wanaendelea kuelezana tu. Kwa hivyo hao pia ni wa muhimu katika familia hii. Unajua kwa familia kubwa kuna wale wepesi wa kuenda haraka haraka. Kuna wale ambao wako polepo. Kuna wale ambao wanajua kitu fulani, kama kwa hawa, kama huyu hapa. Mambo ya nyimbo. Anakuambia hapo mjaimba vizuri. Hapo hivi. Hapo weka hivi. Hata niliona wengine hapa saa hii wameshika hii live, wanatupia wapi? Wale hawakuweza kufanya nini? Na wale wanataka kufuatilia mahubiri na nyimbo na ibada. Kwa hivyo hao ni watu wa muhimu katika familia gani? Na kuna pia watu ambao ni wa mkono. Si ndio? Wao ni anatumwa, enda huko, lete ile, ako haraka haraka. Hao wote ni wa muhimu, kwa sababu pasipo huyo mtu wa mkono, huyu mwingine afanye nini? Sasa kama hawa vijana ambao wako hapa, ambao ni kama mimi tu. Hawa vijana ni wazuri sana, kwa sababu yeye mara moja nikaona wageni wengine walitakana wafike hapa kwa sababu hawajui hapa vizuri, wakachukua pikipiki mbili. Mara moja wakato. Kwa role bune familia na nerebuya. Ebwate bimonto biko monyoka bwango, binde bimaete kwa ndiji pikipiki. Bwango. Wengine tukasema tuweke hii tent. Mara moja wakaweka. Hao ni watu wa muhimu sana kwa hii familia kubwa. Sasa sikiliza. Kwa hii familia kubwa, naendo bokongumboro wabomo. Chiba onjiro na marabana koletaki. Halo. Kando na hao watu wa tajriba, watu wa miaka mingi, watu ambao ni professionals, watu ambao wanajua vitu tofauti tofauti, kama hawa waimbaji na vitu vingine, na hawa wakushika hii video na kila kitu, na walimu na madaktari na wale wa sheria na wengine, wazee wa kanisa kama Job, wafanyi biashara kama wengine mnajuana hapo. Kando na hao
Tuna pia wengine ambao yeye anaweza nyamaza hivi akasema hiyo hapana. Bantu mbaro inuna bera abenga gamba hiyo. Lakini huko kwetu wako hata hapa kwa hii nyumba kubwa ingine iko huko. Yeye anaweza nyamaza tu, anyamaze, muongee, mkimaliza anasema hiyo mambo yote mumeongea, hiyo sioni kitu hapa. Yeye hawezi kusema kitu mapema, anangoja waseme sijui tutafanya nini. Yeye aseme hiyo yote mmesema, mimi hata sijui kwa nini mmemaliza muda mwingi hapa. Hii kitu yote nyinyi amuone haiwezekani. Tena watu wanarudi kufanya nini? Na wao pia ni wa muhimu, kwa sababu watu wakipanga mipango wanaangalia huyu atasema ni au pia ni wa muhimu. Lakini sasa sikiliza, kwa nini tuangalie hili fungu sana? Wale ambao wanafananishwa na dhahabu na fedha wakipata majaribu mengi ambayo yanafananishwa katika Petro, yanafananishwa na moto, wakipata majaribu mengi nimanye taba ali mumbara wale mulikwegelia bana blast furnace blast furnace, yani umuliro ulio munge mokobeke gento getekeye yushwe ime une gold egere gold yeriera bese ebeye anchire. Those fires are likened to challenges, yanafananishwa na shida na majaribu ambayo yanaweza kupata nani? Sasa shida ya udongo na mbao ukipitisha kwa moto mkubwa kabisa inafanya namna gani? Halo? Na dhahabu. Sasa sikiliza, wale ambao Mungu amewapatia vipaji, na Mungu hajaacha mtu yote hapa. Mimi naona kila mtu hapa amepewa kitu fulani cha kufanya. Kila mtu, ni ile siwajui kwa majina. Kila mtu amepewa kipaji cha kufanya hapa. Nyimbo, kufundisha, kuimba, hizo vitu vyote Mungu amewapatia. Inuni inubono mogo konya abantu aba bakolete gentoki aba batamanyereti. Unajua kwa hii familia kubwa kuna wale watu wa umri mdogo, saa hii ndio wanachagua kitu ya kufanya, ndio wanachagua timanye tinkosi kingokora, timanye tinga kingobo sobo gimobo, sijui nifanye nini. Hawa watu wa umri mkubwa kama huyu baba yetu hapa, hao ndio wanafanya nini? Wanasema sasa, Tom huyu mtoto amemaliza shule, hebu angalia hiyo max amepata, kama anaweza fanya kosi gani. Hebu angalia kitu fulani, hebu tuangalie tutasaidiana namna gani ili hii familia, huyu mtoto anaonekana ako na umuhimu fulani, afanye kitu fulani. Hebu wewe angalia hii mambo ingine hii, huyu mtoto tutamsaidia namna gani ili hao watoto wadogo majaribu ikija mengi wasifanye nini? Mbaba sakogu. Mwisho kuna kitu ninaangalia. Omanyete inua Bible mora kama Elder Job na huyu mzee Moina aralia na Tom no ara na bande mbaronta rojia. Na hawa mtu akwa na Rutu ali Teresa na aralia no nangona ndi. Manyete bono marieta tinya manyete na babo Sara na Elena bonsi nimba manyete zokora, lakini marieta timba manyete. Familia ya inuni inua Bible iga, nyinyi ndio wazazi hapa. Kwa hivyo this family lazima wafanye nini? Waongozwe vizuri, kwa sababu nyinyi ndio nini? Nyinyi ndio dhahabu hapa. Kwa mambo ya experience mondo teyo etane tia bagaka wana bangina bara, hakuna mtu ambaye anazidi ile tajriba ya huyu na yule na yule na yule na yule ambao mumeketi hapa wazazi. Hakuna.
Na tena wazazi mnajua vizuri, saa ile mtoto anaanza kujitambua yeye ni nani, ngaki yakoba. Rutu buna aina indicate ngakiri rio mwana achakire ko manyengere ningo ngaki yakoba. No motu ngaki yakoba. Omotu oko ngapa. Gogo tema como kumba gochia. Sasa Mungu atusaidie tuongozwe vizuri kwa hii familia kubwa, ili hawa watoto wadogo ninaona hapa, hawa wajukuu ababojali hapa bonsi, pia wao wakuje kuwa na nini, na umoja, tena wawe na nini, watu ambao wanataka kusaidiana. Oma etenseye noroja Bible yaba mura mwensi ipi abande nyiwete mo cross border mwaicha abaibuli aba mura inuna abengenjo mona sabanta baba kebarega inkingo teberabo ekaro bakorigereri unity mo bwate batebana into karotogo kina, we will have this. Bwana Yesu asifiwe. We must have this unity. Na wakiwa na umoja, hakuna kitu chochote itafanya itawashinda. Wakisaidiana kifedha, wanasaidiana. Nimanye teno am prophecy. Nimanye tamangana yebuku. Mose go chamo igabuna bono mura mocha ke go chambwa. Walisibe kanisa tro jimbara, badiko nimbara, badiko nesimbara. Youth imbara. Women ministries no bara, Dorcas wako hapa. Na gani nyingine, idara zote ziko hapa. Adventist men wako hapa. Wote. Hii vichwa yote wakikaa pamoja kwa Bible study, si mtu ataelewa kabisa. Na hata mtu mwenye haoni kitu si pia atapata kitu fulani. Mungu wetu awabariki, ili katika hii nyumba kubwa kila mtu awe mwenye tamani kubwa. Nonyamba libago tumugo kangaye monyokole tekeli. Oma tiganda abatebi, wacha niwaambie kidogo. Kama huyu Tom ni mwepesi sana. Huyu Tom, na najua yeye ni last born hapa kama Ruth. Tom ukimwambia aenda kitu fulani, the fastest person unataka afanye hiyo haraka ni yeye. Na time conscious era no musongo mumwam. Ago tebanga moja saa mbili, era saa mbili, saa moja na 59 ni wakortek. Kwa hivyo yeye ni mwepesi, yeye ni mwepesi. Najua watu wote sijawajua kwa karibu sana, lakini I know all of you are gifted differently. Na hata kuna spokesperson, timadi usemo bwate, lakini kuna spokesperson kwa familia. Munabono umugakoria nerora kwane kwa niaba ya ino mwensi onyendi tuatake to muntu oyo makwane kwa niaba yenu nyo. Na hao kila mtu wako na kipawa, hata cha kuongea tu kila mtu wako na kipawa. Hata cha kufanya kitu fulani kila mtu wako na kipawa. Hata mtoto mdogo, je mtoto mdogo? Na abwate obuyabwa yese nkabne. Na abwate. Gekogera omwana oyo moke nonya muko mutuma. Hata kama hamtamtuma, hata kama hata saidia kitu chochote, lakini yeye pia yeye ndio connection, yeye ndio link ya between watu wa kesho na hawa wa leo ambao tunaona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Erenere link. Na Mwingereza fulani akasema, a chain is as strong as its weakest point or link. Kwa hivyo mwana ulimo kageretenga bachukuru na barobono ngibale go jaga gukora. Abuna bu abengenjo monege kogere family ye ne bwatege ndoki. Role. So they are learning also, so that tomorrow they will have what? That unity. They watasaidiana. Watasema Mama Ruth alikuwa atuambie hivyo. Watasema hapana, Baba Job alikuwa atuambie hivyo. Watasema hapana, Moja alikuwa anasema hivi. Sasa mtakuwa na nini? Na umoja nyote. Bwana Yesu asifiwe. Inkioko lengi Paulo akumulikira Timotheo manganaya, so that Timothy, a young youth, awe na nguvu, awe na ujasiri, ajue kwamba
hata yeye ni wa muhimu katika nini? Katika kazi ya Mungu ambayo iko mbele yake. Watu abantu abange baliki bagoteba nga Timotheo garengo omonto omwoba na indi buna arengo omoke akarura gocha gochecheriwa. Sasa hata kuwa na umuhimu, lakini Paulo anamwandikia, anamwambia katika nyumba kubwa kuna vitu vya dhahabu na fedha, vya udongo na vya mbao. Omwaeli pibu nangu kora. I'm finishing. Mwisho anasema hivi. Hebu maliza hiyo 20 vizuri. Verse 20. Mwisho anasema namna gani? Verse 20. Teremka chini kidogo. Ikiwa mtu atataka ahame kutoka kwa mbao ama udongo aje katika fedha ama dhahabu, lazima ajiepushe na vitu ambavyo sio vya thamani, ili aweze kuwa chombo cha heshima na chombo ambacho kimekubalika mbele za Mwenyezi Mungu. Asante. Ambacho kimetengenezwa katika kila kazi njema. Bwana Yesu asifiwe. Nimanyete nga omayete basi eyo karotu achikokora gochiabu bantomba kumetinga. Now why are we saying this? Kama mtu ajiepushe na hii. Unajua katika hii familia kubwa hawakosekani wale ambao balia lilitotagete komeke progress erengi ago Nyasago tebe atanane nebinte bibe. Jiepushe na mambo maovu ili tuweze kuwa vyombo vya thamani vile ambavyo vina nini? Vina heshima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hayo machache na mengi, Mungu atubariki ili sisi sote tuweze kumfaa katika kazi zetu, katika shughuli zetu za kila maisha. Tuweze kumfaa katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Mbale ngamo na nje bagoteba nga Nyasaye. Wangapi pamoja na mimi wanasema, Mungu wetu, naomba unisaidie niwe chombo cha heshima, chombo ambacho kimetengenezwa katika kazi nzuri na njema cha kuwabariki wengine. Yamono sana. Totene nonyo gusaba kwao nabo. Totene. Tusimame. Kama maombi yako ni hayo, tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, asante sana kwa neno lako ambalo tumelipata mchana wa leo. Tumejua kwamba kuna vyombo vya thamani katika nyumba kubwa, na kuna pia vile ambavyo sio vya thamani katika nyumba kubwa. Lakini jinsi tumesimama mbele ya uso wako mchana wa leo, tunaomba Kristo, kila mmoja wetu tuwe ni vyombo vya thamani katika nyumba hii kubwa, katika shamba lako hili kubwa, ili Kristo unaporejesha ufalme wako mara ya pili, sisi sote pamoja na kazi zetu nzuri ambazo tumezifanya kuongoza watu wengi kuja katika zizi lako, tuweze kukulaki mawinguni na kufurahi pamoja na wewe mahali ambapo tutakaa milele zote. Tubariki sisi sote jinsi umetukusanya kutoka pembe zote nne za ulimwengu, wadogo kwa wakubwa, vijana, akina mama, wazee, ili kuongea masuala ya familia katika boma hii ya mzee Ochari. Tunaomba utubariki sisi sote ili umoja huu uendelee, umoja huu uwafaidi wengi, umoja huu utufaidi kila mmoja wetu katika familia hii, kwa sababu kuna wazee, kuna vijana na kuna watoto, na kila mmoja anaendelea kujifundisha kadri tunaendelea kuishi katika ulimwengu huu. Tubariki sisi sote hata katika tunapoendelea kukaa katika boma hii ya ndugu Tom. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.
Asante. Pia mwana sana. Wangapi wamebarikiwa? Thank you so much. Now we having a break for lunch. Ngoga turi na ande mugaso. E program ya mugaso tubugate bintange binaiga togochigokora. Tubugata amatera mange. So those families statera gotera muri mocho koro, don't mind. Na abandi bado nkugendera bale gotera gotogotwara amatera kurwabo ntobugate introduction kiagara ntomanyaneti again tokende togokora togochigotwara ne cake cutting ngochi tori koria cake nero kurwabo na photo session ibintu nebi bigochigokolekana bono igo twatwarire break ya lunch nandi tomaye kogendera igo tochangamuke ebintu ebi nalio biraikirane byonsi. I think no lunch yuge ko bantu konyara ko chira twensiri moiga abana bagochaka ko 7 bia mono sana ntoko sabere ndagara korwa ingolio ko sabere ndagara orasa bless kuje ombe chakula tabi kuje ombe chakula bless come and pray for the food. Come and pray for the food, okay? Let's pray. Thank you, Lord, for the food blessed in Jesus' name. Amen. Thank you. Asante. Na lugha moja vile vile na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare, wakasema tujijenge mji na mnara ambao kilele chake kitafika mbinguni, utawanyika usoni pa nchi yote. Jambo hili lilikadhabisha Mungu alipoona wanazungumza lugha moja. Alishuka chini kawachafulia usemi, wasisikilizane maneno wao kwa wao. Wakamtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikilizana maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Wakamtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikilizana maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Utii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Ni bora kutii agizo la Mungu kuliko kumtolea kafara. Tuwe watiifu hata katika amri za Mungu, na hakika tutaurithi ufalme wake. Utii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu.
ni bora kutii agizo la Mungu kuliko kumtolea kafara. Tuwe watiifu hata katika amri za Mungu, na hakika tutaurithi ufalme wake. Kumtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikiliza na maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Kumtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikiliza na maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Kumtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikiliza na maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Kumtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikiliza na maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa kutii neno la Bwana atakukataa, huwezi rithi ufalme. Kumtii Mungu ndiko kulifanya ndimi kuchafuliwa, kukawa na kutosikiliza na maneno. Makabila yakajitokeza kwa ajili ya dhambi ya uasi. Mungu amefananisha uasi kama dhambi ya uchawi. Ukikataa